Hizi ni dalili 8 kwamba bado haujawa serious na maisha, hata kama una miaka 25 na pengine umevuka miaka 30. Dalili ya kwanza, hauna malengo yaliyoandikwa yanayokuongoza. Tunaita smart goals. Malengo ni ramani. Malengo ndio yanakusaidia kujua nini ufanye, nini usifanye, wapi uwepo, wapi usiwepo, kesho ufanye nini, kesho kutwa ufanye nini, kitu gani kiwe kipaumbele, kitu gani kisiwe kipaumbele. Ambaye hana malengo yuko tayari kufanya kitu chochote na yuko tayari kuamliwa na mazingira pamoja na watu ambao wanamzunguka. Wewe kama unataka kuwa serious na maisha, hakikisha kwamba leo unaandika malengo yako. Malengo ya kifedha, malengo ya kitaaluma, malengo ya kibiashara, malengo ya kikazi. Ujue kabisa kwa mwezi huu unatamani kutimiza kitu gani, kwa mwezi ujao unatamani kutimiza kitu gani, kwa mwaka unatamani kutimiza kitu gani. Lakini sio hivyo tu, ni lazima uandike ni namna gani ambavyo utaweza kuyatimiza hayo malengo ndani ya muda husika. Dalili ya pili, huna akiba wala uwekezaji wowote. Mtu aliye serious na maisha ana akiba na amefanya uwekezaji. Akiba ya pesa, labda miezi miwili, ya miezi mitatu, ya mwaka, miaka miwili na kuendelea. Huyo anakuwa yuko tayari kuweza kukabiliana na changamoto yoyote. Huyo anakuwa yuko tayari kuweza kutumia fursa yoyote ile ambayo itahitaji fedha itakao kuja mbele yake. Jitahidi sana kwenye kila pesa ambayo unaipata, unakuwa unatunza kwa ajili ya akiba, lakini pia kwa ajili ya uwekezaji. Wekeza katika hisa, wekeza katika mifuko ya pamoja, wekeza katika hatifungani, wekeza katika miradi, wekeza katika ardhi. Hivyo vitakusaidia kuweza kujenga utajiri taratibu. Kama sio leo, basi ni kesho utakuwa huko juu kupitia ile akiba na uwekezaji ambao umeweka. Dalili ya tatu ni kuishi kwa kutegemea mitazamo na maoni ya watu. Kuna watu wengi sana wenyewe wanavaa, wengine hadi wanaingia kwenye ndoa kwa kusikiliza watu wanasema nini. Anaposti ili kufurahisha watu, anaenda sehemu ili kufurahisha watu. Sasa hapo unakuwa bado haujawa serious na maisha. Unapaswa kufahamu kwamba haya maisha ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo maamuzi yako yanapaswa kupangwa na kufanywa kulingana na malengo yako na kitu ambacho unakitaka na unatamani kukitimiza kwenye maisha yako. Sio nani anasema nini au nani anataka ufanye nini. Ukiweza kujisimamia, hata wale watu wengine wataanza kujifunza kwako, lakini pia itaweza kukujengea wewe thamani. Dalili ya 4 ni kutokuwa na ujuzi wowote ule ambao unaujenga. Kama hauna ujuzi ambao unaujenga au ulionao, maana yake ni kwamba umekubali kuishi maisha ya kulipwa kiasi kidogo cha pesa. Hata kama umejiajiri, kama hauna ujuzi, utaalam, maana yake ni kwamba watu watakulipa kidogo kwa sababu hautoweza kufanya kitu kwa ufanisi na kwa viwango ambavyo ni vikubwa sana. Kama uko serious na maisha, hakikisha kwamba kuna ujuzi ambao unaujenga. Uwe ni ujuzi wa kitaaluma, uwe ni ujuzi kutokana na kipaji, uwe ni ujuzi kutokana na uwezo. Hakikisha kwamba kuna ujuzi ambao unaujenga. Kuwe na kitu ambacho unakijua vizuri kuliko watu wengine. Kuwe kuna kitu ambacho watu wanaweza wakakaa wakakupendekeza kwamba kwenye hii fursa fulani anaweza kaifanya vizuri, kwenye huu mradi tukimpa fulani anaweza kaufanya vizuri, hii nafasi tukimpa fulani anaweza kaifanya vizuri. Watu wanapotamani kufanya kitu fulani wakukumbuke wewe ukiwa wa kwanza. Dalili ya 6, hauna nidhamu ya fedha. Kama kila pesa ambayo inaingia ndio pesa ambayo inatoka, kama kila pesa ambayo unaipata inaishia kwenye kulipa madeni, kama kila pesa ambayo unaipata inaishia kwenye starehe na sio kujenga ndoto zako, sio kufanya uwekezaji, basi bado hauko serious na maisha. Unapaswa kuwa na nidhamu ya fedha. Fedha isikuendeshe, wewe ndio uiendeshe na kuipangia iende wapi, ifanye nini na itumike kufanya au kujenga kitu gani. Nidhamu ya fedha ndio itakusaidia wewe kuweza kufikia mafanikio. Kama hauna nidhamu ya fedha, ukuu haupo ndani yako. Dalili ya 6 ni kushinda mitandaoni ukijifurahisha, ukifuatilia udaku
pasipo kujenga ujuzi wowote wala kujifunza kitu chochote. Mitandao ni mizuri, watu wanatengeneza utajiri, watu wanatengeneza majina, watu wanajenga brandi zao kupitia mitandaoni. Lakini kama wewe hautumii mitandao kuuza kitu, kujenga ujuzi, kujifunza, basi mitandao inakutumia na wewe hauitumii. Na matokeo yake ni kwamba utatumia muda mrefu sana na miaka mingi sana kuipoteza mtandaoni. Hakikisha kwamba unakuwa na ratiba ambayo umeiweka kabisa kwamba mimi ninaingia mtandaoni labda lisali moja kwenye sali moja hili nataka nijifunze kitu fulani na fulani au nifanye kitu fulani na fulani, na sio kwa una scroll tu umeangalia habari ya msanii fulani, umemaliza umeangalia habari ya msanii fulani, na nikatoka na nani nikafanya nini, nani mahusiano yake yakoje, kitu gani leo ambacho kina trendi leo fulani sijui amefikia wapi. Hivyo haviwezi kukusaidia kitu chochote kwenye maisha yako. Ni lazima uitumie mitandao kuweza kujenga jina, kuweza kujenga biashara yako, kuweza kukua. Dalili ya 7 ni kuwa na tabia ya kugahirisha mambo. Kuna watu wako vizuri sana kwenye kupanga, lakini hawako vizuri sana kwenye kutekeleza. Ni wataalamu wa kugahirisha mambo, kusema nitaanza kesho, nitaanza rasmi kesho, ninasubiri mtaji, kitu fulani akilipi. Wewe badala ya kuwa mtu ambaye anasema nitaanza rasmi kesho, bado ninajipanga, kuwa mtu wa kufanya. Kama wewe ni mtu ambaye unasogeza vitu vyako mbele, kama wewe ni bwana mipango, ni misezi mipango, lakini sio mtu wa utekelezaji, bado haujawa serious na maisha. Watu ambao wako serious na maisha, hata wanapokutana na changamoto, hata wanapokutana na sababu 1000 za kutokuanza, wanatafuta sababu moja ya wao kuanza, wanatafuta sababu ya kuweza kufanikiwa. Usiwe mtaalamu wa kugairisha mambo na kusogeza mambo mbele. Kuwa mtaalamu wa kufanya kitu na kufanikisha vitu ambavyo viko mbele yako. Dalili ya 8 na ya mwisho ni kutokuwa na kusudi katika maisha. Tunasema purpose. Purpose ni kusudi. Ni kitu gani ambacho unaishi ili ukifanikishe? Umeumbwa kuja duniani kufanya nini? Eneo lako ni lipi? Mungu alivyotuumba, alivyotuweka duniani, kila mtu amemleta duniani specifically kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Haujaja duniani kuzurura. Haujaja duniani kufanya kitu chochote. Haujaja duniani kwenda sehemu yoyote. Umekuja duniani kwa lengo na kusudi maalum. Hakikisha kwamba unajua hilo lengo, hilo kusudi, na unalifanyia kazi vizuri. Kama haujui kusudi lako, utatumia maisha yako kuzulula. Utatumia maisha yako kujifurahisha. Utatumia maisha yako kwenda huku na kule, kufanya hiki na hiki, kushika hiki na hiki, pasipo kufanikisha kitu chochote. Hakikisha kwamba unatafuta kusudi lako na uweze kulisimamia, uweze kulitimiza, ili mwisho wa mwaka, ili mwisho wa siku uweze kujifurahia. Ukiwa unatimiza kusudi lako, utakuwa unapata amani ya moyo. Ukiwa unafanya kusudi lako, utafanya kwa ufanisi, utafanya kwa ubora, na utafanya kwa ukubwa sana. Na mwisho wa siku utaweza kujenga jina. Niambie, kwenye hizo dalili 8, kuna dalili ambayo uko nayo, au kuna dalili ambayo uko nayo na unatamani kabisa uweze kuiepuka? Hebu niandikie kwenye comment na mimi nitakuwa tayari kuweza kukusaidia. Usisahau kulike, kusubscribe, lakini pia kuniachia maoni yako ili mimi niweze kukusaidia.